Kitabu cha Wagalatia, waraka wa mtume Paulo kwa Wagalatia, ile sura ya kwanza mstari wa 11. Anza sasa kunisomea hapo, nisomea hapo mstari wa 11, twende. Kwa maana ndugu zangu, injili hiyo niliyowahubiri na wajulisha ya kuwa sio ya namna ya kibinadamu. Haya mambo ninayowafundisha sio ya namna ya kibinadamu. Haya sio ya namna ya kibinadamu. Haya ni ya namna ya Mungu. Wala sio ya namna ya kibinadamu. Kwa hiyo mtu asije akafikiria eti nafundisha hisia zangu, nafundisha ninachotaka mimi. Hapana, nafundisha ambacho Mungu anakitaka kwa watu wake. Haleluya. Nafundisha kitu ambacho Mungu anakitaka kwa watu wake. Sifundishi mimi hisia zangu. Na siko tayari nisimame nifundishe mimi hisia zangu. Siko tayari kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Siko tayari. Watu wa Mungu, niwaambie kitu. Katika maneno haya uliyosoma huu mstari wa 11, naomba mimi nikurudishe kidogo pale kwenye ule mstari wa 6. Anasema, na staajabu kwa kuwa mnamwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo na kugeukia injili ya namna nyingine. Nawastaajabia na shangaa kuona watu wanafundishwa vingine ila wanapenda kuviishi vingine. Nashangaa sana. Nashangaa. Mtu anafundishwa uaminifu, anafundishwa tena na mtu mwingine kwamba usiwe mwaminifu katika yote. Si lazima ibada zote uende, nyingine unatoroka, nyingine unaenda, kwa sababu maisha yana changamoto nyingi. Amelibeba lile, anaanza kutoroka ibada zingine na zingine anaenda. Jamani, hii injili inatoka wapi? Nani anayeileta? Paulo anasema nastaajabu, nashangaa. Kwa nini sasa hawa watu? Mimi nimefundisha hivi, wao wanaenda hivi. Nashangaa. Nashangaa. Angalia ule mstari wa 4, nisomeni nyinyi. Nisomeni mstari wa 4. Galatia kwanza 1:4. Twende. Ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili ya dhambi zetu. Ili atuokoe na dunia hii mbovu iliyopo sasa, kama alivyopenda Mungu Baba yetu. Jamani, mimi ninawahubiri kwa ile neema ya Kristo Yesu ambaye alijitoa kwa ajili ya nafsi zetu. Afe kwa ajili yetu. Ndio niliyowahubiri mimi, nimewahubiri nyinyi. Mimi sijahubiri jamani maisha mengine na sijahubiri kitu kingine. Nahubiri Yesu ambaye yeye alijitoa afe msalabani kwa ajili yetu, atukomboe na hii dunia mbovu. Sio tu dunia mbovu. Hii dunia ni mbovu. Unapozungumza kitu kibovu, maana yake hakina hadhi nzuri, hakina heshima, kimechakaa. Dunia tunaposema ni mbovu, kweli imechakaa. Wewe uone ilivyo na mashimo makubwa. Uone mashimo mengine yanaitwa ukahaba, mashimo mengine ulevi, mashimo mengine uzinzi, mashimo mengine ulaji wa nyama za watu, mashimo mengine uchonganishi, mashimo mengine fitina, mashimo mengine faraka. Yale yote ni maporomoko yale, sawa? Yale ni maporomoko. Mtu anaweza kaingia korongoni na mwambia bwana, wewe umezama mno, tulete winchi ikuvute. Anasema hapana, mimi siwezi kutoka kwa sababu hapa nilipo ndio mimi ambapo natakiwa kuwepo. Sasa wewe ndio hapo unapotakiwa kuwepo, uko penyewe. Bwana, uko shimoni, tunakuona kabisa. Uko shimoni. Haleluya. Watu wa Mungu, mimi niwaombe, unapoona umekosea au umefanya kitu, kuna mtu anakuja kukueleza juu ya kosa ulilokosea, uwe unajua kabisa wewe umependwa. Yaani ukikuta unaonywa, umetenda dhambi unaonywa, uwe unajua wewe unapendwa. Sawa jamani? Ndio, tambua unapendwa. Mtoto yeyote asiyependwa huwa akaripiwi. Kwanza viboko havimjui, kwa sababu yeye hapendwi. Na huyu mzazi mara nyingi huonyesha kama anampenda sana mtoto wake, lakini huyu mtoto hapendwi. Unajua madhara yanakuja kutokea mpaka anakuja kwenye maisha yake ya kujitegemea, anapata madhara. Jamani, mimi na mke wangu, mama njoo. Mimi na mke wangu tumezaa. Tuna watoto, sawa jamani? Wa kike kwa wa kiume. Lakini agenda inakuja hapa. Kama huyu hakufundishwa huku kwangu, anakuja kuwa changamoto. Kama mzazi wake alizoea kumbembeleza, mimi kubembeleza sijui, lazima huyu augulie kila siku maumivu.
Kwa sababu mimi nina maisha ya kijeshi, kwao walizoea maisha ya kidaktari. Oh, pole, upole. Anajua kabisa hapa anaumizwa, anabembelezwa hivyo, pole, pole, pole. Huku kwangu anakuja ni kauli za kijeshi. Leta maji nioge. Si ndio pale wasiofunzwa anaanza kusema, kwani wewe mikono huko unanikaribia? Kwa nini? Huwezi kutoa sauti ya kashfa na mimi. Unanikaribia, nimekuwa mtoto mimi. Nimekuagiza leta maji nioge. Umesikia? Unapolea mtoto, ujue sio wako, yupo mwenye naye. Mimi mama yangu kanizaa, kanilea. Ulikuwepo wakati mama ananifunga nini? Usiniregulie kama vile ndio tunuku nani. Wewe onyesha kwamba uko jasiri. Eti nipe habari. Wewe ulijua mama wakati ananilea mimi, ulielewa mama alikuwa ananivalishaje kaptula? Una habari kwamba mama alikuwa ananinunulia lile lisweta lirefu linakuja linafunika mpaka huko? Huyu tunakuja kuonana ni wakati mwingine kabisa. Ndio anaona jamaa hili ningefaa kuwa ni mume wangu, hili ningefaa kuwa ni mume wangu. Wala mimi nilikuwa sijui yeye kwao walitunzwaje. Sawa bwana. Changamoto inakuja. Mimi maisha niliyozoea na niliyoishi jamani ni ya kijeshi. Mimi maisha ni ya kijeshi. Yaani kuna wakati niliishi mpaka najiuliza, hivi nimezaliwa nimetokeza? Maana maisha niliyoishi kama yafanani na wenzangu. Lakini baada ya kuona na huyu nilikutana na changamoto moja. Yeye anahitaji kila kitu kipangiliwe. Wakati huo mimi kuna vitu na force. Kuna siku anajiandaa anze kuunga maharage, ameweka sufuria pale na mafuta, amechemsha mafuta yanachemka, katia kitunguu, katia pale tangawizi, anataka aanze kutia maharage. Mimi nikachukua kijiko, nikaenda ndio hivyo. Unaona? Ndio hivyo. Yaani usindishe. Yeye hajui kwamba tuko tunahubiri, yeye anachojua anaeleza habari zake. Sasa malezi yake kuja kufika ukubwani, uhuru huu kama akipata kwa mume wake, basi amshukuru Mungu. Lakini akienda sehemu nyingine, kibabe. Sawa jamani? Kibabe. Kuna siku nimekaa, ameweka maharage yake pale motoni, chungu chake, ametia mafuta, ametia tangawizi, ametia pale kitunguu. Mimi na haraka zangu nilizozoea, maisha ya kijeshi bila kuchagua hali ikoje. Akashangaa nimechukua kibakuli, nikatia kwenye ile sufuria la maharage, nikachota maharage, nikachukua chumvi nikaunga. Wewe baba bado sijaunga. Nikamwambia utakula uliounga wewe, mimi ndo naenda. Nikachukua ile maharage, nikachukua ugali, nikaweka. Wewe baba mbona ni kipolo, usubiri wa moto? Nikamwambia huo wa moto utakula wewe. Mimi muda unaniambia imetosha. Sawa bwana? Muda umeisha. Nikachukua maharage ya baridi, ugali wa baridi, nikaupiga, nikanyanyuka naenda. Akaja kunisindikiza, baadaye haridhiki. Tuko mbele na baba, ina maana yale maharage na ule ugali utakuwa umeshiba. Nikamwambia ndio, wewe nenda tu kaendelee na majukumu. Sawa bwana? Wewe nenda kaendelee na majukumu. Ndivyo ambavyo nimezoelea.